The Marikiti market in Mombasa, the oldest market in Kenya, having been around for 106 years, is set to be reopened this morning after it was closed for refurbishment during the lockdown imposed on Old Town. But how significant is this market to residents of Old Town? Our reporter Tobias Chanji is on standby and now brings us up to speed. Tobias Chanji, good morning. How significant is this market to residents of Mombasa County? A very good morning, Brenda. Actually, Marikiti market is an archaic market that started way back in 1914 and has stood the test of time up and until now. Remember, initially this market used to be frequented exclusively by Europeans and Asians, as Africans were only allowed to shop in the neighboring Sega market, which is at Majengo. Initially, what was being traded here was vegetables and spices, but later on, after independence, when the Africans also allowed to come to this market, then they also started trading in other foodstuffs like the honey, the nuts, and also the cereals. Now, during the lockdown of Old Town and Isli, those two areas, the market was closed down for refurbishment. Remember that this market had been discolored due to dust and also due to the issues of posters, but now it has been reopened. And as you can see, those are some of the traders who are here. There's that social distance space, but we actually just engage some of the management of this market, if only maybe to tell us some of these measures, if actually they've been able to put in place as directed by the government. There are various foodstuffs that are being sold here. We have kukumanga. Remember, the other products that are usually sold here in large quantities is the baobab seeds, famously the baobab seeds that are actually loved by many people, especially those from the up country, famously known as Mabuyu. Now allow me to just talk to the chairperson of the management of the Marikiti market to tell us more. Karibu katika mahojiano yetu ya moja kwa moja. Tuanze na majina yako. Majina kamili ni Mohamed Ali Shelali, ni chairman wa Makinon Market Stallholder Association. Twafurahi baada ya miezi mitatu, wakati ile ilikuwa lockdown na marekebisho ya soko. Leo ni siku ya wafanyikazi kuwa na furaha kurudi ndani ya soko letu la Makinon Market, ili kwa ajili ya kuendelea na biashara zao ambazo walikuwa nje zaidi ya miezi mitatu. Kwa hivyo tunafuraha leo kama mimi chairman na wafanyabiashara wangu. Kwa hivyo tuwaomba wanamji kwamba soko lishafunguliwa leo na biashara ziko kawaida na zitaendelea. Labda kabla ya kukaribisha wale wanakuja kununua na wauzaji vile vile, je, mmezingatia zile sheria na masharti ambayo yalikuwa na serikali katika kukabiliana na janga hili la corona? Mwanzo hasa leo ni furaha kwa sababu leo tutatembelewa na gavana wetu wa Mombasa Ali Hassan Joho, ndio atatufungulia soko hili. Kumshukuru sana kwa ukarabati huu kama gavana wetu wa Mombasa kutufanyia ukarabati. Hatuna lingine kwamba tutatoa shukrani kwamba ndani kumetengenezwa hali mpya ya soko na barabara imetengenezwa na upande wa choo pia uko imara. Kwa hivyo si soko hii ya mboga peke yake, tukichanganya na soko ya nyama pia imekuwa hali nzuri ya kiafya na hali ya mjengo mpya, tukienda kwa soko ya kuku. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa ufunguzi huu wa leo, kwamba pia kama swali ulivyouliza tutazingatia masuala ya social distance, maski. Hiyo kitu pia tunapigania sana, si wakati na kidogo naona maski yako yaanguka. Kwa vile kwa hivyo hatukuanza mwanzo hii masuala social distance wala mask wala sanitizer. Tulianza wakati rais alipotangaza tarehe 13 I think March, sisi tulikuwa kuna tahadhari kama hizo ndani ya soko letu, na ukiangalia wafanyabiashara wengi wana maski na tulikuwa tuna sanitizer ziko nje pale za mashini. Kwa hivyo leo tutafunguliwa soko na gavana, tutaendelea na hali ile tuliyokuwa nayo ya tahadhari ya ugonjwa wa COVID-19. Nishukuru tu kidogo niongee na mama hapa kabla ya kuongea na kuna mzee namuona amevaa nguo za karantini, aweza kuwa atishia watu hapa, lakini tuanze na majina yako mama. Naona unauza bizari na kadhalika, tueleze labda biashara iko vipi? Mimi ni mwanamke ya biashara, nashukuru alhamdulillah. Majina yako aitwa nani? Jina langu naitwa Rahma Mohamed Hashi, niko Marikiti market, nauza mboga, viazi, tomato,
Alhamdulillah, tunashukuru. Kila angalau tulikuwa miezi 3 nje, tumehangaika na gavana ametusaidia, ametujengea soko, ametupa paki, na alhamdulillah tunashukuru. Na sasa tumeona soko yetu imeng'ara vizuri, kazi yetu angalau inaanza kubadilika. Tunafurahi sana vile Joho ametusaidia, tunafurahi sana vile gavana wetu Joho ametusaidia na soko ametung'arishia lakini shida moja tuko nayo, shida ya nje. Kwa maana sisi tushaingia miezi 3 tulikuwa tunakaa nje, hatukuona kazi vizuri, lakini tunaomba wale watu ya nje waondolewe na sisi angalau tupate hiyo imefunguliwa soko, tupate biashara kidogo. Kwa maana wale wanatuovertake sisi, hakuna mtu atakuja kununua kwetu, angalau wapate nje ndo wananunua. Lakini Joho tungeambia tusaidie kwa pressure wale wa nje. Bila shaka ujumbe wako umetimia. Kidogo labda naongea na mzee, wewe ni mkazi wa Old Town. Bila shaka mshajitokeza na mkapimwa. Tueleze labda shughuli ya biashara hapa iko vipi? Okay, kwa jina ni Arif Bagazali. Mimi ni mfanyabiashara wa nyama. Kwa hakika leo ni siku ya furaha sana. Tumestamili vya kutosha, in fact karibu miezi 3. Lakini leo ni siku ya furaha kuona kwamba gavana wetu Mheshimiwa Joho atakuja tufungulia rasmi soko letu. Shukrani kabisa, na usisahau kuniwekea robo kilo pale, nitakuja baada ya kazi. Well, there you go. Those are small scale traders of Marikiti town in Mombasa County, just expressing their reactions towards the reopening of this facility that had been closed down for refurbishment for over 3 months now. Brenda.